Pendwa mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu tena katika chaneli yetu. Leo nitakuwa nazungumzia juu ya makosa matatu ambayo NGO au miradi mingi hufanya katika utekelezaji wao wa shughuli mbalimbali za miradi, hususan kwa taasisi ambazo sio za kiserikali, tunasema hususan katika NGO sector. Makosa haya matatu ambayo NGO zinafanya ni makosa ambayo yanajirudia rudia, na ni mambo ambayo mimi nimeona katika uzoefu wangu wa utekelezaji wa miradi mingi ya afya, miradi ya water sanitation and hygiene, miradi ya elimu jumuishi pamoja na miradi mbalimbali ya macho. Kwa hiyo kuna mambo ambayo nimejifunza katika kipindi hicho ambacho nimekuwa nikitekeleza hiyo miradi, na kitu ambacho naweza kusema ni kwamba changamoto nyingi au matatizo mengi husababishwa na sisi wenyewe. Tunasema kwamba most of the problems, most of the mistakes are self created. Tunatengeneza sisi wenyewe kulingana na jinsi gani tunatekeleza miradi yetu, na unakuta kwamba asilimia kubwa ya haya makosa ambayo nitayazungumzia ni makosa ambayo yanajirudia rudia. Je, unatambua kwamba ni makosa gani? Unapenda kuyafahamu makosa haya? Kama wewe ndio mara ya kwanza umejiunga na channel yetu, basi ninakuomba uweze kusubscribe. Lakini pia kama wewe ndio unaendelea na kila siku pamoja na sisi, basi nakuomba uweze kushare na watu wengine ili nao waweze kutembea na sisi, lakini pia tupate fursa ya kuweza kujifunza pamoja. Sasa kosa la kwanza ambalo nimejifunza ni lile ambalo tunasema kwamba kupuuza ushiriki wa kisekta. Tunasema kwa kizungu limited sector engagement. Sector engagement au ushiriki wa kisekta ni ile hali ambapo taasisi au shirika au NGO au mradi unashiriki katika shughuli mbalimbali za kisekta, ikiwa ni pamoja na mikutano ya kisekta. Tunasema pia zile tunasema technical working group, yale makundi ya kufanyia kazi, makundi ya kazi, lakini pia majadiliano mbalimbali ya kisekta au tunasema kwa kizungu sector dialogue, au njia ambayo mashirika au taasisi mbalimbali zinatumia nafasi hiyo kuweza kufanya dissemination, kushare experience na mafunzo juu ya yale yote ambayo yamefanyika. Kwa hiyo moja ya changamoto ambayo tunaiona ni kwamba taasisi nyingi sana au tuseme baadhi ya taasisi ni kule kushindwa kushiriki katika haya mambo ya kisekta, na kwamba wao wanaona ushiriki wa kisekta sio kitu cha msingi. Kwa hiyo kama ushiriki wa kisekta unakuwa ni changamoto, je, matokeo yake yanakuwa ni nini? Tokeo la kwanza ambao tunaliona tunasema ni low visibility, kwamba taasisi au NGO au mradi unakuwa haufahamiki. Ukiwauliza watu juu ya taasisi fulani, juu ya NGO fulani, watu wanakuwa hawaijui kwa sababu kazi zote za ile NGO hazionekani, au wale watu ambao wanafanya kazi katika ile NGO au katika ile taasisi au katika ule mradi hauonekani katika kuonyesha ushiriki katika mambo ya sekta. Kwa hiyo inasababisha tunakisema kitu kinaitwa low visibility. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ni kwamba kunakuwa hakuna ushirikiano. Kwa hiyo kunakuwa kuna limited collaboration and limited partnership, kwamba inakuwa ni ngumu sana kwa ile taasisi husika ambayo haijiengage katika mambo ya sekta kuweza kutengeneza mahusiano na taasisi zingine, kwa sababu mahusiano ya taasisi yanatokea pale ambapo taasisi zinakuwa zinafahamiana juu ya majukumu na kuweza kuona kwamba kuna alignment kama kati ya majukumu yangu na majukumu ya taasisi nyingine. Lakini endapo taasisi haishiriki katika mambo ya kisekta, huo ushirikiano unakuwa haupo. Lakini shida nyingine au tatizo lingine ambalo linajitokeza tunasema kwamba ni ushawishi mdogo. Ushawishi mdogo, kunakuwa kuna limited sector influence.
tunatarajia kwamba mradi ambao unajitangaza, mradi ambao unafanya kazi au taasisi ambayo inafanya kazi na inashiriki katika mambo ya sekta itakuwa inapata fursa ya kushiriki katika majadiliano mbalimbali, majadiliano yanayohusu sera, maamuzi ya msingi ya kisekta. Sasa kama ile taasisi haishiriki katika mambo ya kisekta, maana yake inakuwa haina ushawishi katika jamii. Hilo ni kosa la kwanza. Sasa je, nini tufanye ili kuhakikisha kwamba tuna ushiriki au taasisi ina ushiriki mzuri kisekta? Kwanza ni kuwa na mfumo ambao unaiwezesha taasisi kuweza kushiriki kisekta. Hii ni pamoja na, kwa mfano, labda kuweza kuunda idara maalum ambayo inahusiana na kisekta. Tunasema labda kwa kizungu policy and advocacy unit. Kwamba kuna policy and advocacy unit ambayo kazi yake kubwa inakuwa kutengeneza daraja kati ya taasisi na sekta au na serikali na wadau mbalimbali. Pale inapoonekana kwamba taasisi haina uwezo mkubwa wa kuwa na unit, basi awepo mtu mmoja ambaye atakuwa anahusika na mambo ya kisekta na mambo ya kisera, ambaye atakuwa anawaunganisha na coordinate team au taasisi na wadau wengine ambao wako katika sekta. Jambo lingine ambalo linaweza kufanyika ni kushiriki katika kushare mafunzo ambayo yanapatikana katika utekelezaji wa miradi. Sharing of lessons and key evidence that are generated from the project implementation. Kwa mfano, kama taasisi imefanya utafiti fulani, basi ni vizuri ule utafiti uweze kupata fursa ya kuweza kuwa disseminated katika sekta. Au mradi fulani unafanya vizuri, basi kuwe na nafasi ya ile taasisi kushare ule mradi katika makundi mbalimbali, mathalan katika hizo technical working groups au katika mikutano mbalimbali ya kisekta. Kosa la tatu ambao taasisi nyingi zinafanya au NGO nyingi zinafanya au miradi mingi inafanya ni ile hali ya ubunifu wa mradi kutoka juu kwenda chini. Tunasema top down approach project design. Ni kwamba miradi mingi au mawazo juu ya miradi unakuta kwamba ni mawazo ambayo yanatoka juu kwenye taasisi yanakwenda chini kwa jamii. Maanake ni kwamba jamii haishiriki katika ubunifu au katika kubuni au katika kuunda miradi. Miradi inatoka juu inashuka chini, na hiyo ni tatizo kubwa sana kwenye miradi mingi ambayo inafanyika. Na pia unaweza kuona kwamba miradi mingi au baadhi ya miradi tuseme ni kwamba inavyoundwa au yale mawazo yanavyotengenezwa hayahusishi wadau wa msingi. Kwa mfano, serikali katika ngazi ya taifa, katika ngazi ya mkoa na katika ngazi ya wilaya. Unaweza kuta hata kama hawa wadau wanashiriki kwa kiasi kidogo, tunasema sio full participation. Kwa hiyo unakuta kwamba wanashindwa kuweza kutoa input katika ule utekelezaji wa miradi kwa sababu ile miradi haijawahusisha. Na jamii yenyewe ambayo ndio beneficiary wa huo mradi, kwa mfano, unakuta kwamba wanakuwa nao hawajaweza kushiriki katika kutoa mchango au katika ubunifu wa huo mradi. Sasa kama ni hivyo, matokeo yake ni nini? Shida ya kwanza inaanzia kwamba miradi ya aina hiyo inakosa umiliki, au tunasema kuna umiliki dhaifu. Jamii ambayo inayohusika haiwezi kuown ule mradi. Serikali kwa upande wake katika ngazi mbalimbali inashindwa kuown ule mradi kwa sababu hawajashirikishwa. Kumbuka, mtu asiyeshirikishwa hawezi kushiriki katika kuumiliki ule mradi. Lakini tatizo lingine ambalo linajitokeza ni kwamba unakuta kwamba intervention au miradi ile ambayo imeundwa haiendi sambamba na vipaumbele vya kitaifa. Sisi wote tunajua kwamba serikali huwa inakuwa ina vipaumbele. Maanake ni kwamba hata wadau wa miradi wanapotaka kuanzisha miradi ni vizuri waweze kushirikisha serikali kusudi iweze kusema kwamba vipaumbele vyetu labda kwa miaka 5 inayokuja ni 1, 2, 3.
Kwa hiyo endapo unatakuwa una wazo la mradi, maana yake lazima uende kwa kufuatana na nini, na vile vipaumbele. Kwa hiyo usipofuata vipaumbele au zile national priorities, mradi wako unakuwa hauna maana, unakuwa haucontribute chochote, unakuwa hauna support, mwisho wake huo mradi unakuwa hauna mafanikio. Sasa hilo ni kosa la pili, na hayo ndio matokeo. Sasa tufanyaje katika kuhakikisha kwamba katika uundwaji wa miradi kuna ushirikiano au inakuwa ni miradi shirikisho? Kitu cha kwanza ni vizuri NGO au taasisi zifanye tathmini shirikishi. Tunasema participatory needs assessment, kwamba waweze kuassess zile needs katika ile jamii. Ukiassess needs, ukiangalia mahitaji katika jamii, ukifanya ile tathmini ya kujua mahitaji muhimu, utapata changamoto ambazo zinaikumba ile jamii, utakuta matatizo ambayo yanaikumba ile jamii, na hivyo changamoto na hayo matatizo vitaweza kupelekea kutengeneza mradi. Kwamba tunasema kwamba needs assessment can help to identify problems which can be addressed by the project. Kwa hiyo unakuta kwamba ile tathmini inasaidia kuweza kuunda au kuweza kubuni mradi. Kitu kingine ambacho cha msingi kuwa na ushirikishaji ni kuhakikisha kwamba wadau wa msingi wanashirikishwa katika kila hatua. Kwa kizungu tunasema engagement of stakeholders, kwamba stakeholders lazima wawe engaged katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi. Kwa mfano, ubunifu wa wazo la mradi, katika utengenezaji wa mradi, katika kupanga mradi, katika kutekeleza mradi, na pia katika ufuatiliaji wa ule mradi, na hadi pale tunaposema sasa tunafunga huo mradi. Kama jamii au wadau wa msingi wameshirikishwa, manake ni kwamba mradi utaisha, lakini utekelezaji wa baadhi ya interventions au zile interventions utaendelea. Watu watakuwa na elimu, wataweza kutekeleza yale hata kama mradi umefanyaje, umeisha. Kosa la tatu ni kosa lipi? Kosa la tatu ambao miradi mingi au taasisi nyingi zinafanya ni ile kitu kwa kizungu tunasema one size fits all. Yaani ni kwamba kiatu kimoja au namba moja, size moja ya kiatu ni kwamba ni size ambayo inaweza kuvaliwa na mtu yoyote, kitu ambacho sio kweli. Size moja ya viatu haiwezi kuvaliwa na watu wote. Tunachotaka kuzungumza ni kwamba wakati mwingine katika utekelezaji wa miradi au taasisi huwa wanakuja na vitu mbalimbali. Kwa mfano, njia bora ya utekelezaji wa miradi au mafunzo bora ambayo yametokana na mradi fulani ambao umetekelezwa. Kwa hiyo huwa inafika kipindi taasisi au NGO au mradi wanasema kwamba tunataka sasa mradi huu utoke katika mkoa X uende kufanywa katika mkoa Z, wakiamini kwamba kila kitu kitachukuliwa kama kilivyo. Kila kitu kikichukuliwa kama kilivyo ndio tunasema one size fits all. Lakini katika uhalisia haiwezekani ikawa kwamba one size fits all. Mradi ambao umetekelezwa sehemu moja hauwezi kupata mafanikio katika sehemu nyingine, hasa ukizingatia kwamba ule mradi unakuwa haujaangalia mazingira ambayo yanatakiwa ya uwe mradi uweze kutekelezwa, the context, au tunasema kwamba hakuna hiyo contextual analysis. Sasa hiyo hupelekea miradi mingi kushindwa kwa sababu mazingira ya utekelezaji hayaendani na mazingira ya awali ambapo ule mradi ulitekelezwa katika lile eneo. Lakini pia shida nyingine ambayo inatokea na hiyo approach ya miradi kutoka juu ni upotezaji wa rasilimali. Upotezaji wa rasilimali fedha, rasilimali watu, miundombinu, vifaa na vitu kadha wa kadha. Kwa nini? Kwa sababu bajeti kubwa imewekwa katika mradi, lakini mradi umeshindwa kufanya kazi. Kwa hiyo tumepoteza rasilimali. Lakini pia unawafanya hata wale ambao wanatekeleza wanakata tamaa, kwa sababu yale mambo ambao waliyapanga kuyafanya au walipanga kufanikiwa nayo yanashindwa kufanya kazi.
Kwa hiyo nini ni suluhisho? Kwanza tunasema ni muhimu kufanya uchambuzi vizuri, kufanya hiyo participatory needs assessment, kwa sababu hii itasaidia kuibua matatizo ambayo yatasababisha kutengeneza kwa mradi. Lakini nyingine ni lazima kuwe kuna uwezo wa kuwa flexible, yaani mradi au taasisi zinavyoamua kwenda kufanya kazi katika sehemu fulani kwa kutumia mbinu zile zile au mradi ule ule, lazima waangalie mazingira ya kule yalivyo na uweze kutekeleza ule mradi kutokana na yale mazingira yalivyo, na sio kwamba inatakiwa kubeba kila kitu. Sasa hizo ndio baadhi ya suluhisho ambazo zinaweza kusababisha huu mradi ukaweza kuendelea vizuri. Sasa baada ya kuzungumza hayo yote, what is my key takeaways? Moja, sector engagement is critical. Ushirikishaji wa wadau ni muhimu katika utekelezaji wa miradi, na hivyo taasisi au miradi mingi inapaswa kuhakikisha kwamba inashiriki katika eneo zima la sector engagement. Pili, ni muhimu kuwashirikisha wadau katika hatua mbalimbali ambazo nilizitaja, katika kubuni wazo la mradi, katika kutengeneza mradi, katika utekelezaji na katika ufuatiliaji wa mradi na hata pale ule mradi unapofungwa. Lakini vizuri kwamba tuseme kwamba kila unachofanya tunasema kwamba adaptability determine success, kwamba kama unaweza kuadapt, maana yake unaweza kuleta matokeo mazuri. Yaani unaangalia kitu gani kinawezekana, kitu gani hakiwezekani. Kile kinachowezekana unakifanyia kazi, kile ambacho hakiwezekani unaachana nacho. Kwa kufanya hivyo unajikuta kwamba unafanya vizuri. Basi leo ndio nimefikia mwisho katika kuelezea makosa matatu ambayo yanajirudia, ambayo hufanywa na NGO au na taasisi au na miradi katika utekelezaji wa miradi yao. Endapo una swali lolote, unakaribishwa. Endapo una mawazo au unapenda kushare uzoefu wako, na kukaribisha pia uweze kushare uzoefu wako. Kwa leo tunaishia hapa, tutaonana siku nyingine. Asanteni sana. Bye.